Traore chupu kupinduliwa Burkina Faso. Ndugu mtazamaji wa The Green West TV, fanya jambo moja, subscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matangazo haya. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kupinduliwa kwa kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo inadaiwa kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi iliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, ilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa hilo Jumatatu iliyopita. Kapteni Traore, kiongozi kijana anayeungwa mkono na umma, lakini Kapteni Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022 akimwondoa Kanali Paul Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri mdogo kabisa, miaka 34, wakati huo alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana. Walimuona kama mzalendo na mwokozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa. Hatua imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa, akijitahidi pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedolola kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake Traore na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha yake kiunoni na kusalimia kwa kukunja ngumi au kutoa tano, kuna mweka kuwa kiongozi wa kipekee Afrika. Historia ya mapinduzi na changamoto za usalama wa utawala wa Traore Burkina Faso umepitia misukosuko mingi tangu kisiasa, tangu uhuru wake mwaka huo 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yaliyokumbukwa zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka 4 baadaye na rafiki yake wa karibu ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Brice, aliyetawala nchini hadi alipoondolewa naye mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi hiyo ya Burkina Faso ipo katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni moja ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kigaidi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo lipo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama hizo za karibuni ya kumpindua Traore, ambapo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, waziri Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, vikosi vilikuwa Ivory Coast, akisema maafisa wawili wa zamani wa jeshi hilo kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hizo za mapinduzi.
Waziri huyo sana amesema pia alidai kuwa taarifa nyeti zilizofichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia, wanajeshi na hivyo kuchochea ghasia kubwa dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa akiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama za kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai haya, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kufadhili wapinzani wake walioko uhamishoni. Hata hivyo, madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger, ambao zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa hizo nchi tatu hizo, lakini vile vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu zaidi na Urusi, pamoja na mengine zikiwa zikikumbwa changamoto za kiusalama mara kadhaa. Na hii ni taarifa ya Traore, mapinduzi ambayo walitaka afanywe kwa ajili ya kumpindua Traore, lakini jeshi linasema limezima. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, hii ni The Green Voice TV, ni channel yako pendwa. Usisite kusubscribe hii channel ili uwe wa kwanza kupata habari hizi moto moto. Karibu sana.